Mshika mawili moja mponyoka, wahenga usema hivyo. Karibu katika simulizi yangu ya muuza chipsi. Abduli, kijana wa miaka 25, mwenye tabasamu la kuvutia na macho yenye mwanga wa ndoto kubwa. Alikulia katika kitongoji cha Mbami, jijini Dar es Salaam, mwenye familia ya watu wa kawaida waliofundishwa thamani ya bidii na upendo pia. Abduli ni mtu mchangamfu, mwenye kujichanganya na watu, mcheshi, mkalimu na mwenye roho nyepesi sana. Lakini kulikuwa na upande mwingine wa maisha yake. Abduli alikuwa kijana mwenye kipaji cha kipekee sana cha kutunga mashairi yake mazuri sana, yaliyokuwa akimvutia kila mmoja pindi anapoyasikia. Alitumia mashairi yake kama maneno ya kuvutia wateja wake, haswa mabinti wa chuo waliokuwa wakipita kwenye kona yake ya kuuza chipsi. Kila msichana aliyekutana naye Abduli alikuwa na shairi maalum la kumfanya ajisikie wa kipekee sana. Abduli alikuwa mpenzi wa wasichana. Kila alipomuona msichana mwenye tabasamu tamu, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi sana kama injini ya bajaji vile. Siku moja, akiwa ameweka jiko lake pembeni mwa barabara akitayarisha viazi vyake vya moto huku wateja wake wakimiminika, alimuona Amina, msichana mwenye nywele zilizovutwa nyuma kwa utaalamu zaidi, ngozi yenye mng'ao wa jua na tabasamu lililokuwa la uwezo wa kipekee sana. Tena sio uwezo tu, bali uwezo wa kumfanya Abduli asahau hata mahitaji ya wateja wake. Ilikuwa ni kama filamu ya mapenzi. Kila kitu kilisimama ghafla. Alijikuta akimtazama binti huyo bila hata kujua kwamba viazi vyake vilikuwa vikiungua. Lakini Abduli hakuwa mtu wa kujiamini sana linapokuja swala la mapenzi. Kwa miezi kadhaa, Amina alikuwa akija kununua chipsi kwa Abduli, na kila mara akimshukuru kwa tabasamu lake lenye bashasha. Abduli alijaribu kila mara kutengeneza chipsi bora zaidi, akiamini kwamba chakula chake kilikuwa njia ya kuonesha hisia zake. Alipomuona Amina akiongea na mwanaume mwingine, roho yake ilikuwa ikiumia kwa siri. Hata hivyo, Abduli alikuwa na ndoto. Alitaka kujiendeleza, hasa kwa kufungua mgahawa wake mkubwa tena wa kisasa na kumshawishi Amina kuwa yeye ni zaidi ya muuza chipsi. Na siku moja Abduli alimwandalia Amina zawadi ya kipekee sana, chipsi zilizopambwa na maua ya karoti na maandishi ya asante Amina. Tena sio asante tu ya kawaida, bali asante yaliyoandaliwa kwa tomato. Amina alipoona zawadi hiyo alicheka kwa furaha na kumwambia Abduli, "Unajua Abduli, chipsi zako sio tu za ladha nzuri, bali moyo wako ndio unafanya kila kitu kuwa maalum." Maneno hayo yalimtia moyo Abduli. Baada ya kumpatia Amina zawadi ya chipsi ya maua ya karoti, Abduli alihisi kuwa ameanza kujenga uhusiano. Tena sio uhusiano tu, uhusiano na msichana aliyempenda sana. Lakini tabia yake Abduli ya kupenda wasichana wa vyuo ilimletea changamoto kubwa. Ukimtazama kwa haraka, Abduli alionekana kama kijana aliyekamilika, mwenye bidii, mkalimu na mcheshi. Lakini kwa undani zaidi, Abduli hakuwa na uwezo wa kudhibiti mvuto wake kwa wasichana wa chuo, ambayo tabia ilimfanya mara nyingine hajikute katika hali ya utata. Kila alipokuwa akihudumia wateja wake kwenye kona ambapo anauza chipsi, wasichana wa chuo walikuwa wakipita pale, walimvutia. Abduli alikuwa na kipawa cha kuwasoma watu, na mara moja hangeweza kugundua tabia ya wasichana hao. Siku moja akiwa anatayarisha chipsi, Abduli alimuona msichana wa chuo mwenye tabasamu la kuvutia na sauti nyororo. Bila kufikiria mara mbili, Abduli alianza kumtungia mashairi. Abduli alianza kwa mazungumzo. "Mrembo,
Hivi unajua chipsi zangu zinaleta bahati nzuri, tena ni bora ukizijaribu leo. Na kama unavyojua, Abduli alikuwa kijana mwenye kipaji cha kipekee cha kutunga mashairi. Alitumia maneno kama silaha ya kuvutia wateja wake, hasa mabinti wa chuo waliokuwa wakipita katika kona hiyo ya kuuza chipsi. Kila msichana aliyekutana naye Abduli alikuwa na shairi maalum la kumfanya ajisikie wa kipekee. Na Abduli alipomuona binti huyo, alianza kuongea naye na kumtungia mashairi. Mlembo, unaitwa nani? Naitwa Zuena. Oh, Zuena, unajua ni mlembo sana. Unasoma wapi? Nasoma Mwalimu Nyerere. Oh, Zuena, nyota ya jua, tabasamu lako ni nuru ya dunia. Oh, chipsi zangu za moto, ladha ya furaha. Njoo, usisite, ladha ni yako daima. Zuena alicheka kwa furaha akasema, Abduli, mashairi yako yanapendeza kama chipsi zako. Abduli alijisikia mshindi, akijua kwamba maneno yake yalikuwa na nguvu ya kuleta tabasamu. Amina, ambaye alifika dakika chache baadaye, aliona Abduli akitabasamu na Zuena. Wakati huo roho ya Amina ilijawa na shaka, huku akiwa na chipsi alizozipenda mkononi mwake. Amina alianza kumchunguza Abduli zaidi. Tabia yake ya kupenda wasichana wa chuo ilianza kudhihirika kama kikwazo cha ndoto ya uhusiano wao. Lakini Abduli hakuwa na mipaka hasa, na baada ya masaa mbele baadaye alikutana na Asha, msichana wa chuo kingine mwenye shauku ya maisha na ndoto kubwa. Abduli alimtungia shairi lenye ladha ya kipekee. Oh, mlembo wa ndoto, chipsi zangu ni zawadi ya moto, kila ladha ni wimbo wa furaha, njoo uonje maisha, maisha ni raha. Asha itabasamu akasema, oh Abduli, unajua jinsi ya kufanya mtu ajisikie maalum. Abduli alijua kwamba mashairi yake yalikuwa njia ya kuonyesha upendo wake kwa wateja wake, lakini pia yalikuwa sehemu ya tabia yake ya kupenda mabinti wa chuo. Hata hivyo, Abduli, mashairi yake yalikuwa zawadi ya maneno ya kuvutia wateja wake. Abduli alianza kutumia mashairi yake si tu kwa mabinti wa chuo, bali kwa kila mteja aliyekuja kununua chipsi zake. Mashairi yake yalianza kugeuka kuwa sehemu ya utambulisho wake na wateja wake. Walimpenda kwa tabasamu ya roho yake na ubunifu wa upendo wake. Oh jamani, Abduli, Saumu alisema hivyo.